hivyo sio kawaida to host the head of state. It's not easy. It is not easy. Na sio kawaida yeye kukutembelea na kuchagua kwake that I want to come and fellowship with my friend. These have cemented our friendship, and we'll continue working with you and praying for you and supporting you anytime you need us. As Priesthood Fellowship Church, we are there for you, Mr. President. We know sio rahisi, si mambo ni mazito. Tunajua kama mimi ni bishop na hawa watu ndogo tu wamenikula kichwa karibu nianze ndawa za kupunguza protein. Na wewe je, kama saa hii mimi mwenyewe zile simu niko nazo nimetumwa kwako na marafiki ni zaidi ya 200. The requests I have for you. Na nikasoma zingine nikakuhurumia. Maana hata kuna mmoja yale aliniambia nimuombee kwako hata Mungu itamshinda. Ni kitu inaweza shinda Mungu pia. Because God does not do a miracle in a single day. If you need a miracle from God, it's a process. There is a process of a miracle to happen. Hata kuzaa hawezi enda kwa kitanda na uzae leo, utangoja 9 months. So I'm sorry for you. Let me say I'm sorry. Sometimes nakuhurumia sana na kuangalia nasikia kwa news. Wakati mwingine hata sisi makasisi kwa madhabahu kuna wengine wetu tunainuka tunakurarua zaidi kabisa, naona na ninaomba hata huwa wenzangu tu tutulize tu. In my message today, I want to address you, Mr. President, because the phone that I received from your office was, you need to fellowship. You need to hear the word of God. And you need prayer. And that's what I'm gonna do. Naona waheshimu marafiki zangu hapa. Mheshimiwa KJ, kijana mwenzangu miaka mingi kwa art tumefika huku. Asante sana KJ kwa upendo huo mwingi wote. Mheshimiwa atakuja hapa. Appreciate mheshimiwa for me. Najua our own member of parliament ako hapa, Mwafrika Kamande, atafanya introduction ya wageni wote wengine ndio mimi nichukue nafasi yangu ya sermon. Lakini hayo yote siwezi kusahau Akimucanjamura, my old friend. I have to acknowledge your presence here na karibu tena. And my brother from Nyandarua, Mruawagare, our deputy DG Nyandarua. Mama yake na mama yangu ni same age and they share a name. So namuita Mruawagare. I'm happy to see you, Deputy Governor Nairobi. Najua nyinyi nyote ni wengi, lakini MP wetu atafanya hayo baadaye. Allow me to preach to you and allow me to preach to myself. Because what I'm saying is not mine, it's God has enabled me to say. In the Proverbs chapter number 4, verse number 23, this is a message that I have really preached for quite some time, but it has always been new to me. Wanamziki or the artists who are here and media guys, musijari nitawa introduce kwa president later. I will acknowledge you later as I finish the sermon. But let me preach. Let me say this not to keep him so anxious of what I want to tell him and what I want to tell Honorable KJ and the rest of the leaders that we have here. Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Nataka fashion nyingine, hiyo ni fashion moja. Honorable KJ, ukiangalia kwa screen hapa mbele, you'll see several fashions and you'll flow with me. Your Excellency, the Bible says in the NIV version, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. I don't know whether you got me well. Tuende kwa Kiswahili. At whatever you do, in everything you guard your heart. Because whatever you have, or whatever you do, whatever you possess, whatever you'll be, will be determined by what is in your heart. So, kama roho imeharibika, maovu yanakugoja. Na usibremu mtu, ubremu roho yako. Because whatever you have, linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. The life, the sources, the issues of life comes from the heart. Wale watu unaona wakiwa watu wambaya, it's according to how their hearts are. And whatever you have today is because of the choice of your heart. Hata zile nguo umevaa saa hii ni zile roho yako ilichagua.
So if you see you are not smart, blame your heart. Kama mnasumbuana na bibi yako, ni moyo wako ulimpenda. Blame yourself, not the church or the officiating pastor. Ni wewe. Because whatever decision you make with your heart, it is your heart. Kama unasumbuliwa na bwana yako, it is the problem is heart. Ndio moyo wako ulikudanganya. And there are people, because I want to be very fast, they don't know how to guard their heart. Hawajui kuchunga mioyo yao. You leave the heart open for people to attack you. Why did King Solomon write about this? Because he knew 1 or 2, 3, 4 things. That heart is the most important thing in your body or in your life. Number 2, heart is the source of whatever you decide or whatever you want to get. Heart is carrier of the dream. Heart is the carrier of the vision. Heart activates desire. So if you have problem from inside you, whatever you will attract will be bad. And that's why people say, Atisiasa, politics is a dirty game. Dirty game because some of the hearts in the politics are already dirty. That's why the game is dirty. But if the heart is okay, even pastors can be parliamentarians. Sinikweli? Yeah. It's a matter of fact. Mungu kinjuri mheshimiwa, hatuna wakati tutakaa chini kama Kenya ati tukubali siasa ni dirty. Then if it's dirty, why do we have our leaders in a dirty thing? That's an imaginary thing. That is something that's not there. It is not dirty. Politics is leadership that calls for a clean heart, a clear heart, a sober heart for you to speak sober words, sober statements, taking care of the other. Let me put it this way. Kwa muda kidogo tu, usioenda sana, tumekuwa tumekasirikiana zote. Hasira nyingi, sijui kama Mwafrika umeona hivyo. Hasira hata kwa barabara. Kupita mtu tu na nikumpita ni gari yake haina bio. Hukuna kitu ungefanya lazima ungeovertake. Mtu amekasirika mpaka anainua kidole moja juu. Sijui ya hii, sijui ni hii, sijui kama ni hii, kama ni. Lakini wewe unaona kidole ameinua. So why? Why are you angry for that? Na gari yako mzee ama iko na mechanical problem? If I make this decision na niamue nitakuwa nikikaa hii, why are you so angry with me? Because your heart has a problem. And especially ladies. Kama umekaa chini na a lady, look at the ladies. May God help your hearts. Maana mioyo ya wanawake sijui kama ni shetani inajenga ma bedroom ama ni kitchens. Because as you are seated there, you can just hate your neighbor juu ya nywele tu. Mwangalie hivi tu na ile nywele yako nayo, moyo iharibike, nguo ile amevaa, kiatu. Yani you can create and pick up war from nothing. Ama sivyo wadada, you hate each other for nothing. So tell your neighbor, guard your heart. Sasa nataka ajue kutoka sasa si wewe mbaya, ni moyo wake mbaya. My personality is whom I am. My attitude is what you are. Personality is what I am. Attitude is who you are. The way you take me is your attitude. But my personality is whom I am. And you cannot change me. So change your heart. You are the one who is having problem. Wewe uko na shida. Hata kuona kama UDA haifanyi kazi, sijui hatuna hii, hatuna ile. Shida ni roho yako, ni wewe. How you see things. And that's why I am telling you to keep your heart good and fresh is for one thing. Because tomorrow there is hope. In God there is hope. And through the elected leaders and through the vision of our president, because he is here today, allow me to keep on addressing him. Because through him, God will lead Kenya to somewhere. And through him, there is hope. And this hope is what we are hoping. We are hoping this hope every day. Every hoper, if there is such an English, you know English is a growing language, you can create yours. You can grow yours.
Every hoper who is hoping has some qualities to possess. If you are hoping or keeping hope, then you must be healthy. You must be healthy, so that this hope will come to reality, and the opportunity will get you ready to receive. Okay? We are talking about depression. I have my colleague here, Betu Amasharia. We are teaching depression every day. People are having depression, people are angry, people are sick. Now I'm asking you, ukiwa mgonjwa, opportunity kuja kesho, will be able to partake. Haya, ukirukwa na kichwa, opportunity kuja kesho, utaweza kupartake. Haya, vijana, mkikunywa pombe, muwe walevi na bangi, kesho opportunity iwe ya kuchukua jeshi, utaqualify kupiga mbio. So shida itakuwa nani? So the secret is, if you are having any hope, keep your mind healthy, keep your body healthy, keep your heart healthy, holding in hope. Point number 2. Kama unachunga moyo wako, usiingiwe na machuki. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania sijui ngapi njoro 12 verse, you can check for me. Inasema, make sure that the grace of God does not dwindle in you. Ama neema ya Mungu isiishe ndani yako, na ili ndani yako kusije kukachipuka shina la uchungu. Kukachipuka nini? Shina la uchungu likaja kuwasubua. Na ningetaka hapa viongozi wetu mshike hivi, ati wakati neema ya Mungu inakupungukia, ndani yako kuna chipuka shina la uchungu. Shina la uchungu is arrow of bitterness. The arrow of bitterness will trouble you. That's what the Bible says. It will trouble you. So what you make sure you avoid is the falling short of the grace of God, because when you fall short of the grace of God, in you kutachipuka shina la uchungu. That's Hebrews chapter 12 verse number 15. Take care of yourself, not to go short of the grace, because in the absence of the grace is the arrow of bitterness. Shina la uchungu likitoka kwa mdomo wako, you'll speak bitterness, you'll speak pain, you'll speak curses. Na ndio maana unasikia kila mtu akisema nitaacha kitusi, nitaacha kasi. Niko tikira kirumi. Kwanza wa Kikuyu, nitaacha laana. Utakuta hata mtoto wako anakuambia, mami, nitakuachia laana, na ni mtoto wako. Atakulaani. Because shina la uchungu lishaingia katika mioyo. Mpaka watoto wanataka kulaani mwalimu. Ati nikianguka hii mtihani, mwalimu wa hesabu na muachia laana. Ukisimamishwa na traffic police, kwa hii miguu ya gari imeisha twende station, nitakulaani. Ukiwaambia lipa kodi, unasema Mungu ananitumia kwa njia kubwa sana, nitanena na malaika ukufe. Yani tumeingiwa na uchungu, shina la uchungu, maana the grace has fallen short. We can read it together on the screen. See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. When the root of bitterness grows in you, you start causing trouble. Most of us are troublemakers. Your Excellency, sababu nilikwambia mimi wakati mwingine nakurumia, ni kwa sababu wakati mwingi sisi tumekuzunguka, we are troublemakers. And we make trouble even when there's no trouble. Even when the patience was supposed to be applied, we apply trouble. Na ndio maana nimesimama hapa na muziki mko hapa na wahubiri mko hapa. Let us take opportunity. Wakati tunasema chunga roho yako, pia tuwe tunachunga roho za wengine. If you love me, na umenikuta nikichunga roho yangu, pia wewe nisaidie kuchunga yangu. All the married people here, instead of hurting your hubby or your wife, be a candidate, be a proponent of guiding his heart. Na maanisha nini mheshimiwa? Kama wewe ni rafiki yangu na nimekuta roho yako ni pole, bora mimi nikuharibu. Na niwaulize pia, bora wewe uwe busy kuharibu roho ya mkeo, bora wewe uwe ndio unaharibu roho ya mmeo. He want to guard his heart, but in you unapanda shina ya uchungu. Kama unanipenda, kuna mtu anasema naimba wimbo hivyo, kama unanipenda jaribu kunipa raha.
The same case, the elected members na hasa watu wetu wa Mount Kenya. Kama mnampenda president, jaribuni kumpara. Kama mlichaguliwa na chama chake, jaribuni kumpara. Hakuna mapenzi ya fujo. Mapenzi ya fujo haifai. Kama wanipenda, jaribu kuzama. Nimezama ndani ya mapenzi. Siwezi kusonga mbele, kurudi nyuma. Siwezi. Kama wanipenda, jaribu kunipara. Kama mnapenda rais wetu, jaribuni kumpara. Wakati anafanya kazi akisukuka Amerika, akisukuka Ukraine na France, jaribuni kumpara. Maana tunaweza kumpea pressure. Hakuna unga inaweza patikana at one night. Kuna process ya kupada, kukausha, kuvuna. You cannot make unga at one night. We know we need it. We know we need it. But kama tumpenda, tujaribu kumpara. Na kumpara ni kumpa time. Na kumpa time ni kumsupport. Na kumsupport ni kumuombea. Lakini sio kila kitu kumsukuma na maneno, kumsukuma na maneno, kumsukuma na msomo, kumsomea. Haya mapenzi ya fujo. Kwa hivyo KJ, mimi uko hapa, nimekutuma kwa wenzako. Nyote ni marafiki zangu, nyote. Na mnajua mimi ni mmoja wenu huko. Tujaribu kumpara and tumpe time. Kama watoto wamesimama hapa kumwambia, you said 4 years ago we have seen you. Why he has not finished a year? Ama kama amemaliza ni kidogo tu. Dia corona kwa muhiki wa hikira hedeo, ndagira raji Akiruta guo mbere ya muka, agira na thoni. Agira na thoni. Ona kwa muhiki wa hikira hedeo. No agira hondia tawa. Ndagira ratekira Akiruta guo. Kwa na victima. No thia ni Akiruta. Motikereka ona muhiki akabe amenye kohoria tawa. Hey. I was telling them, Your Excellency, wazindi kwamba. So in anything you do, guard your heart. And also guard your other partner or friend or party's heart. Don't be so selfish that you only take care about your heart. Take care of your other heart. Chunga huyo mwingine. Don't be busy. Hata kama ni mimi bishop wenu, usiniharibu moyo. Hapana, mimi najaribu kuomba, najaribu kujifunga, na wewe uko hapo unaniharibu moyo. Nyinyi watu wa kuandika magazeti, Facebook na wengine, ukiingia kuandika, usiniharibu moyo. Write something good that can make me feel good one day. We should avoid this nature of our people, and mostly Africans, becoming so good, becoming so praised, having a very good history when they are dead. Because any eulogy and every eulogy that I have never seen, hakuna ikona blame, hakuna ikona accusation, zote ni sawa. Why are we becoming good when we die? We should start now, being good to each other, saying good about each other.